ujumbe unakwenda moja kwa moja. Kama ni kijana anayesema nitakwenda kwa kujihusisha, utapimwa unaoa nani, unaolewa na nani. Unisikilize vizuri. Ukiona kijana anadharau kanuni za kimbingu za kuingia kwenye ndoa, hana chochote. Hana chochote kabisa. Hii ndiyo ambayo inaeleza Isaya wakati anaona Njozi sura ya 6, alikuwa bado ni kijana hajaoa. Alijua wito huu na kazi hii, mimi hapa nitume mimi. Anapotaka kuoa lazima anayemuoa awe sehemu ya utume. Leo vijana wanaona nitaoa, panda pore pore, suti imetoka ng'ambo, anameremeta. Ndio maana wananyang'anyana champagne hawa. Wanafanya hivi kama napiga maziwa wapate siaki. Vijana wa Kiadventista wale ambao wamepewa utume wanacheza kwaito. Wanacheza kwaito vijana hao. Leo waje wanasema nitakwenda. They are not serious. They are not serious. Uwezi ukajua nitakwenda halafu unasema tu yeyote mimi nitaoana naye kwa sababu ni yeyote nataka kuoa, eti nataka kuolewa. Wale wanaosema mimi hapa nitume Bwana watamind katika ndoa. Hawatachezewa nani anawaoa, nani wanaolewa naye. Wako very serious kwenye mission. Na kitu cha kuonyesha huyu kijana yuko makini na wito huu katika kipindi hiki cha mwisho ni anapoingia kwenye ndoa. Huu tumbo wa DJ na master of ceremony. Kijana anayejua mimi hapa nitume, utauona utumbo huo. Utaona huo ujinga. Jana nilikuwa nazungumza hapa ya kwamba kama hao watu wako serious, ni wazazi ndio wanahitaji kwenye hukumu. Nikamwambia kitu cha pekee wasikilize. Sikilizeni mchana huu wa leo. Wewe unasema nitakwenda, mimi hapa nitume. Lazima ule ujumbe ushepu maisha yako. Ushepu sherehe za ndoa ulizo nazo. Unaenda ukumbini. Wanayepewa ukumbini ni wenye kadi. Saa hiyo wewe umechambua. Waumini wenzako umewatupa nje. Una wale unaowataka wakupatie hela. Sherehe ya ndoa sio baadhi ya M-Pesa wala Biko. Lakini kwa nini ukifa mnataka aje kanisani? Kwa nini? Uone na watu wote. Unapoona kuolewa unataka watu maalum. Huu pagani haupatikani kwa vijana wanaosema mimi hapa nitume. Hutauona. Siku hiyo utaona ni kwaya. Siku hiyo utaona ni waimbaji. Msemaji wao ni mshiriki ndani ya kanisa. Mnataka kuniambia kwamba hao mnaowaita kutoka huko wanaitwa MC waje wawasemee ninyi? Hilo kanisa halina mtu yeyote wa kuwasemea vijana hao. Halina. Huu shamba unaofanyika leo wa kichafu kabisa. Alafu leo mnasema mama mzaa chema DJ niletee. Kuna kijana mmoja ambaye mpaka leo siwezi kusahau. Alimwambia binti, sisi ni Waadventista, sisi watu wa Bwana, hatuwezi kuishi kama ulimwengu huu. Wakakubaliana ndoa yetu itakuwa hivi. Wao wakasimama katika jambo hilo. Siku wanaenda kwa kufunga ndoa, kijana akaanza paka kwao akiwa na rafiki zake. Hali ndio akitoka kule ndio aende kanisani kuja kuonana na binti. Nywele anaza wa China. Kucha anaza na Bob Marley. Kila mahara amepiga rangi. Kijana akamwambia, fulani, hiki ndicho umefanya? Mbona tulizungumza vizuri? Waliniambiwa kina shangazi, hii ni siku yako, lazima utokelezee. Shangazi ndio anaolewa. Wengine unakuta ni mamatroni, eto mamatroni hao. Eti matroni amesema acha ushamba, hii ni siku yako. Siku ya kuwa Yezebeli. Yule kijana alisema, ninamshukuru Mungu hata dakika hii amenidhihirishia wewe ni wa aina gani. Uniwie radhi kwa sababu sitaungana nawe siku ya leo. Yule kijana aliondoka, akaenda kanisani, akakutana na mchungaji, akamsimulia yote, akamwambia utawajulisha waliokuja kanisani. Akaaga, akaenda. Unajua hayo ni maisha ya vijana wenye utu wa mgongo. Sio minyoo. Sio minyoo.
Na usije ukasema huyu ete amekuja tu. Hivyo vitu vilivyokuja viko moyoni. Viko moyoni. Na ni vijana walio serious watakaofanya ubaguzi huo. Ikiwa unasema mimi hapa nitume, namna gani unaoa, namna gani unaolewa, namna gani unafanya sherehe yako ya ndoa, hivyo vyote vinakaguliwa. Mimi hapa nitume mimi.